Ni nini kinachoendelea Sudan? Sudan hivi sasa inakabiliwa na janga kubwa, lakini mizizi ya mgogoro huo iko katika historia ya ukoloni. Sudan ilikuwa koloni la Uingereza. Wakoloni wa Uingereza walitumia mbinu yao maarufu ya gawanya na utawale. Mbinu hii iliweka misingi hii ya migawanyiko ambayo bado inaichoma Sudan hadi leo. Baada ya kujinyakulia uhuru mwaka 1956, vita vya wenyewe kwa wenyewe vilianza na kuendelea kwa miongo kadhaa, na hatimaye vita hivyo vilisababisha kugawanyika kwa nchi mwaka 2011 na kuundwa kwa Sudan Kusini. Na kabla ya mgawanyiko huo, Sudan ilikuwa moja ya nchi kubwa zaidi barani Afrika. Pia ilikuwa nchi inayochipuka katika uzalishaji wa mafuta, bidhaa za kilimo na dhahabu, huku ikiwa na uhusiano mzuri na madola makubwa ya China na Russia. Aidha, ilikuwa miongoni mwa nchi zilizounga mkono harakati za ukombozi wa Palestina. Kwa sababu hiyo, Sudan imekuwa ikikodolewa macho ya tamaa na madola ya Magharibi na utawala wa Israeli. Vita vya sasa vilianza tarehe 15 Aprili 2023 baada ya mvutano mkali wa madaraka kati ya Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, kiongozi wa Sudan ambaye pia ni mkuu wa jeshi, na Mohamed Hamdan Dagalo maarufu kama Hemeti, kamanda wa kikosi cha msaada wa haraka, kwa kifupi RSF. Na suala la kuingizwa RSF ndani ya jeshi rasmi la Sudan lilikuwa moja ya sababu kuu zilizozalisha vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Mgogoro huu umegeuka sasa na kuwa moja ya majanga mabaya zaidi ya kibinadamu duniani. Hadi sasa mapigano kati ya jeshi la Sudan na RSF yamesababisha vifo vya angalau watu 59,000 na takribani watu milioni 14 wamekuwa wakimbizi. Zaidi ya siku 1200 za vita zimepita na watoto ndio wanaolipa gharama kubwa zaidi. Leo zaidi ya watoto milioni 8 wa umri wa kwenda shule wako nje ya madarasa. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Amina Mohamed anasema hivi kwamba Sudan tayari imepoteza kizazi kimoja kutokana na vita vya zamani na sasa inapoteza kizazi kingine. Hivi karibuni pia macho ya dunia yameelekezwa El Fasher, mji mkuu wa Darfur Kaskazini ulioko takribani kilomita 360 kusini magharibi mwa Khartoum. Mwezi Julai, wachunguzi wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa waliripoti kuwa ukatili uliofanywa na waasi wa RSF dhidi ya raia wa El Fasher, ukiwemo mauaji ya halaiki, utekaji na ubakaji wa makundi, unaonyesha viashiria vya mauaji ya kimbari. Lakini je, hivi ni vita vya wenyewe kwa wenyewe pekee? Nguvu za kigeni, za kikanda na za kimataifa zimekuwa na ushawishi mkubwa katika mgogoro huu wa Sudan. Ndio maana wachambuzi wengi wanaona Sudan si tu kama uwanja wa vita vya ndani, bali pia kama uwanja wa mashindano ya madola ya kimataifa. Sudan imeshutumu mara kwa mara serikali ya Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kuwasaidia waasi wa RSF kwa silaha na fedha. Umoja wa Falme za Kiarabu umekanusha tuhuma hizo, lakini wachunguzi na wataalamu wa kimataifa wameripoti ushahidi wa msaada huo. Kwa upande mwingine, Saudi Arabia na Misri ni washirika wa serikali ya Sudan. Nchi hizo mbili zinapinga msaada wa mataifa ya kigeni kwa RSF. Lakini jambo muhimu hapa ni kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu, Saudi Arabia na Misri ni washirika muhimu wa kijeshi wa Marekani. Hivyo, wakosoaji wa sera za Marekani wanauliza swali moja kubwa: je, Washington ina nafasi gani katika vita vinavyoangamiza watu wa Sudan? Vita vya Sudan pia vinachochewa na utajiri mkubwa wa rasilimali zake. Dhahabu ni moja ya rasilimali muhimu zaidi katika mgogoro huu. Maeneo mengi yenye utajiri wa dhahabu sasa yanashikiliwa na waasi wa RSF, na sehemu kubwa ya dhahabu inayochimbwa na kusafirishwa kinyume cha sheria kutoka Sudan husafishwa huko Dubai kabla ya kuingia katika masoko ya kimataifa. Lakini Sudan ina zaidi ya dhahabu, ina mafuta pamoja na akiba muhimu ya urani, shaba na madini adimu katika maeneo ya Darfur na pia huko Nuba. Kwa hiyo vita hivi si kuhusu madaraka pekee, bali pia ni kuhusu udhibiti wa rasilimali. Halikadhalika, Sudan ina umuhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na nafasi yake katika Bahari Nyekundu na bonde la mto Nile. Mwaka 2020, Sudan ilitia saini makubaliano ya Abraham yaliokuwa yakilenga kuanzisha uhusiano wa kawaida na utawala wa Israeli. Hata hivyo, uhusiano rasmi haukuanzishwa kutokana na upinzani mkali kutoka kwa wananchi wa Sudan. Wengi wao wanaunga mkono harakati za ukombozi wa Palestina. Na licha ya hayo, mawasiliano ya siri kati ya Israeli na viongozi wa kijeshi wa Sudan na pia waasi wa RSF yanaripotiwa kuendelea, jambo linaloonyesha kuwa Israeli ni mhusika katika umwagaji damu ya watu wa Sudan.
Vita pia vinatishia turathi za kitamaduni za Sudan, zikiwemo piramidi za kale za Meroe ambazo ziko kwenye orodha ya UNESCO ya urithi wa dunia. Uharibifu wa maeneo haya haumaanishi tu kupoteza majengo ya kale, unamaanisha pia kupoteza sehemu ya utambulisho na historia ya Sudan na pia bara la Afrika kwa ujumla. Na tangu uhuru wake mwaka 1956, Sudan imekuwa ikikabiliwa na hofu ya kugawanyika kutokana na udhaifu wa taasisi pamoja na tofauti za kikabila na kidini. Nchi hii tayari ilipoteza sehemu yake ya kusini mwaka 2011 baada ya kura ya maoni iliyoungwa mkono na Marekani na Israeli na kusababisha kuundwa kwa Sudan Kusini. Leo, kuwepo kwa makundi yenye silaha yanayopata msaada wa kigeni kumeibua hofu kwamba Sudan inaweza kugawanyika tena. Na sasa, baada ya historia hii ndefu ya mgawanyiko, vita na uporaji wa rasilimali, swali kuu linabaki hili: je, kuna nguvu za nje zinazotazama Sudan kwa jicho la kuigawanya zaidi? Na kama nguvu hizo zipo, je, watu wa Sudan wanaweza kuzuia nchi yao kugawanyika tena?